Kwa hivyo ninashukuru mara tena msichana ambaye aliyenibariki na ndizi wakati nilikuwa niko na njaa, nikiwa pita zangu nikifanya shughuli hii ya Mungu. Huyu ndiye msichana niliyepatana naye kwenye barabara. Mtaweza kuwatch video yake ya kwanza. Hii ni ya pili. Ataeleza jinsi nilivyofika katika kibanda hicho chao, mahali ambapo wanauzia ndizi waweze kujikimu katika maisha. Kwa hivyo ninashukuru sana. Msichana huyu ndio msichana bomba kwa wasichana wengi ambao wanaweza hatarisha maisha yao kuchukua ndizi ya mamake ama kile ambacho wanauza wapate mkate wa kila siku. Si rahisi. Kwa hivyo nampa kongole msichana. Mungu akubariki. Kwa wale ambao nitaweza kuposti video ya kwanza, mtaiona jinsi alivyo nibariki na ndizi, nami pia nikawa baraka kwake. Kwa hivyo nikaona nifuatilie nijue wanaishi wapi. Kwa hivyo nimejikakamua kupanda gari na nimezunguka nikiulizia hadi nimefika katika chumba wanachokaa kutoka siku ile nibariki wiki jana, na nimechukua nafasi hii kusema asanti. Licha ya kupotea hapa na pale, nimeweza kufika. Hata nilikuwa nimekata tamaa nikaweze kurudi, maana kuingia sehemu yenye ujui, pia wachungaji tunahatarisha maisha yetu, lakini kwa ajili ya Mungu aliyetuita. Kwa hivyo msichana mwenyewe ndio huyu, nimefika kwao. Wengi watauliza nimefikaje? Huyu ndiye msichana aliyonibariki na ndizi wiki jana. Kuna video yake iko na nitaweza kuiweka hivi karibuni muione. Hii ni part 2. Kwa hivyo habari ya msichana? Nzuri. Sauti kidogo. Habari yako? Nzuri. Umefurahi pia mchungaji kufika katika sehemu yenye mnaokaa ama chumba chenu? Ndio, nimefurahi. Mbona mjaogopa kunikaribisha katika chumba? Mjaogopa kunikaribisha katika chumba hiki? Kwa sababu najua wewe ni baraka kwetu. Amesema ni baraka, nami niko mahali hapa katika hiki ndicho chumba chao. Kwa hivyo Fei, ulinibariki na ndizi na nikauliza kwa nini umenibariki, na ukaniambia sababu ya kunibariki ni kwa ajili ya baraka. Maana mtu aweza kuwa ako na njaa hata kama hatuamini watu, lakini ukaona kwamba uweze kunibariki. Fei, tukienda moja kwa moja, changamoto gani ambao unapitia licha ya kunielezea kwa video ya kwanza? Ni vizuri pia kwa hii video pia kwa summary, changamoto gani ambao unapitia katika kimaisha? Ukosefu wa karo na kama saa hizi nimekosa pesa za registration ya mtihani. Registration ya mtihani. Registration ya mtihani ni pesa ngapi? 7,500. 7,000. Kwa hivyo shule ipo, mmefanya kidogo, lakini iliyokosekana ndio 7,500. Naam. Ni wewe peke yako unasoma ama kuna wengine wanaosoma? La, nina dada watatu na ndugu mmoja. Na ndugu mmoja. Na hii changamoto unayopitia, kwani baba yuko wapi? Baba ako mashambani. Nao wengine wawili. Na kwa nini hamuishi na baba? Ama hiyo mama ndiye anajua, wewe ni mtoto huwezi jua? Kuna chochote unachojua kwa nini baba aliondoka ama mama ndiye aliondoka, ama kuliendaje? Hiyo labda mama aeleze. Mama ndiye ataeleza. Naam. Kwa hivyo kile unachohitaji tu ni wewe, Mungu akubariki, na ama aguze mtu, ama kama ni mchungaji aguze yote ili kwamba uweze kurudi shule. Naam. Shule watu watashangaa unarudi shule. Unaenda form 1, form 2 ama ni grade gani, ama ni form gani unaenda? Form 4. Ni form 4 unaenda. Kwa hivyo ukipata pesa utashukuru ya kurudi shule. Naam. Ungependa katika masomo yako unataka kuwa nani? Daktari. Nataka kuwa daktari. Naam. Mungu akutie nguvu, maana hakuna kishindacho Mungu. Naam. Na tunaongea, lakini nimeniingiza katika chumba hiki. Mama yuko wapi? Mama yuko? Yeah. Hayuko mbali? Hayuko mbali. Unaweza muita? Ndio mama. Kwa dhania ni yule mnafanya naye biashara. Na sikujua ni mamako. Ni vizuri. Mama, huyu msichana ni msichana wako ama ni msichana dada yako? Unaona karibu mnatoshana. Huyu ni msichana wangu na ndiye first born.
Ndiye first born. Kidogo tu alinibariki na ndizi, na aliponibariki na ndizi na nikamwomba namba, maana mtoto hakuwa na namba ya simu. Nikamwomba namba, akaniambia yuko na wazazi lakini baba ndio yuko mbali, hamko pamoja na yeye. Namba aliponipa ndio nimetafuta sana mpaka nikakupata, na nimeshukuru kupata namba hii, ili kwamba ni vizuri unapoongea na mtoto pia ni vizuri pia uongee na mzazi wake pale sokoni ama pale kwenye barabara. Kwa hivyo huyu ndio first born wako? Ndio first born wako. Na kwa nini mnauza ndizi ama mnatoa shambani kule mmelima, ama ndizi mnaipataje ndizi ndio muuze ama iko vipi? Ndizi tunarauka mapema, tunaenda kwa soko, tunachukua ndizi kidogo ya kutupe hiyo chakula ya hiyo siku. Sasa ndizi stoko yako yote ni pesa ngapi? Ndizi stoko yangu yote ni 200. 200. Sasa 200 huwa mnajikimu kivipi katika maisha? Maana sukari peke yake imemaliza hiyo ndizi yote, na ukitumia hiyo pesa stoko ya pili utaleta nani? Na hii ndizi inachukua muda gani kuiuza? Ni safari moja na kwange imeisha? Inachukuaga safari moja. Hiyo mandizi ni kidogo, si mingi, hakuna stoko mingi. Nulipataje hii pesa ya kuuza, ama kuna kazi nyingine side hustle unafanya? Kazi nyingine apart na mandizi? Nilikuwa nafua manguo, ndio nikasema nichangamuke na kuuza mandizi angalau nipate kitu ya riziki. Ya riziki ni vizuri sana. Kwa hivyo unapigangaje bajeti ya juu mkichukua ndizi inabidi muuze hiyo ndizi? Sasa mnafanyaje lunch, breakfast, lunch na supper, na hata hiyo pesa itoshi, na stock utaenda kuleta na nini? Huwa na balance yaje? Na balance kulingana yenye nimepata ndio nanunua, hata kama ni chakula ya hiyo masaa unakula, alafu jioni unajipanga yenye kesho utakula. Utapata hiyo mapato ya kuenda kununua mandizi, mara unanunua ya 100, mara unanunua ya 200, 150 hivi. Na sasa uko na garanti kabisa wangu unafanikiwa kupata, ama kuna siku upati? Kuna siku sipati. Sasa usipopata mnafanyaje kuchakula? Tunakaa hivyo. Nakaa hivyo. Faith anaweza toboa bila kukula kitu? Analala bila kukula kitu na watoto wengine, ama last born yako na umri gani? Last born wa mtoto wa mwisho ako na umri wa miaka 4. Miaka 4. So mtoto wa miaka 4 huwa analala njaa? Huyo mtoto ndio saa zingine tunasema akule juu yeye hana werevu wa kujua ati chakula inakosekanga. Tunashukuru. Mtazamaji unayesikiza, unasikiza changamoto ya watu wanaopitia kukikosekana chakula. Inabidi mtoto wang'ang'ane vile watapata, hata kama ni kuomba waombe, ili mtoto wa miaka 4 apate chakula cha kukula ili alale, lakini hao wanaweza kunywa tu maji walale. Na sasa upande wa school fees wanafanyaje? Upande wa school fees tunaenda hiyo kazi ya kutafuta vibarua. Tukipata ingine tunapeleka school fees, tunaenda tunaongea na mwalimu anakubali ile pesa tuko nayo, alafu tunamwambia ile siku tutaleta hiyo ingine. Na anakubali ama kuna wakati anawafukuza? Mwalimu kuna wakati anamfukuza, lakini tunatia bidii, tunamwambia ni lazima tukuje huku ndio tupatiane angalau hata kama ni kitu kidogo. Na naona hapa Fei, na umesema mtoto, na umesikia kuna watoto wangapi? 3 ama ni 2 ama ni 4? Wangu niko na watoto 4. Kwa hivyo naona hapa umesema huyu Fei na huyu mwingine mdogo. Na wengine wako wapi? Na wengine wako kwa baba yao, tuliachana na baba yao. Ilikuwaje mkoachana na baba? Alikuwa nakupiga, ilikuwa njaa, ama shida gani kufanya ukatoka? Ilikuwa ni kupigana sana na kutoelewa kazi yenye tunafanya.
anasema kazi tumeenda kujiuza na huko, na tulikuwa tunafanya kazi ya kuuza mamboga. Hiyo mamboga ndio tulikuwa tunauza. Tukatoka huko, tulipopata hii mimba ya huyu mdogo, niliambiwa hiyo mimba nimekota na huko. Sasa nikaambiwa nipeleke na huko, ndio maana nikasema, akaniambia ati niue huyo mtoto ndio tukoe na yeye doa kwake. Nikamwambia hapana, hakuna haja ya kuua mtoto. Mimi ni hapo ndipo nilijipata nimetoka na nikakuja Nairobi. Nasikia ukisema ulitoka wapi? Ni wapi ulitoka ndiko kuja? Nilitoka Murang'a. Murang'a. Ndio kakuja hapa. Na huwa mnawasiliana na huyu baba ama mlikatana kabisa ikaisha hivyo? Iliisha hivyo, hakuna mmoja naongeaga na mwingine. Ni miaka mingapi sasa tangu utoke kwa ndoa juu ya shida na matatizo? Ni miaka 5 sasa. Hakuna kuwasiliana? Hakuna kuwasiliana. Alikwama kwa watoto ama wewe ndio uliwacha watoto, ama wenyewe alikwama kwa baba, ama kuliendaje? Yeye alikwama na wawili na mimi nikakwama na wawili. Watoto wenyewe hakuna kuongea ama mnaongea? Watoto tunawasiliana na wao kupitia njia ya simu ya mama yake. Mother in law wako sasa. So hitaji lako ama lengo lako, kabla tufike kwa hitaji na lengo, unazaambia aje mama ambaye anapitia changamoto kama hii yako? Unaona unang'ang'ana jinsi uwezavyo, unafua vibarua za nguo, hata kama unalemewa hiyo 7,000 juu mtoto kwenda shule Faiti mwenye amekaa hapa, huyo unang'ang'ana, huyu mwingine asome, ung'ang'ane kulipa hii nyumba, ung'ang'ane chakula. Unazaambia mama yule pale nje, unazamwambiaje mwenye hali kama yako? Maana kuna wengi hata unapata nasikia kujiua, unasikia kwa TV, unasikia kwa magazeti, unasikia wapi mama amejiua kwa ajili ya kuachana na mzee wake, ama anajiua na kunywa sumu na watoto, suicide yote. Unaweza mwambiaje mama kwa pale nje? Mimi naweza kumwambia ile neno naweza kumwambia ni aombe Mungu, lakini kuna ile njia tunapitangia. Sasa huwezi enda kulingana na penye unaenda kutangazia kila mtu ati uko na shida. Unaenda unaomba kazi, unaomba kazi, unasaidiwa. Yenye mtu ako nayo unamwambia leo nilikuwa nataka unipatie kazi, hata kama ni kuosha vyombo, hata kama ni chakula kidogo nipatie watoto. Hiyo ndio ningeweza kumwambia akae ndani ya Mungu. Amen. Na wewe ni Mkikuyu, Meru, Mwembu ama wewe ni kabila gani? Mimi ni Mkikuyu. So kuna mama pia pale kwa Nyeri, kwa Murang'a, kwa Western, kwa Mombasa, wengine hawaelewi Kiswahili. Unaweza mwambiaje kwa lugha yako ya Kikuyu vile umesema huyo mama mwenye anapitia changamoto kama hiyo kwa Kikuyu kwa dakika moja? Kwenda kumwira ati mutumia nyerutire wira wake kuringana na andu aya tutikorwo tumehokete, tondu mundu nyeguka akwire ati uma na gutire kundu urathi. Riu mutumia nyakorwo akimenya hena handu ingithii kibarua, agathii onoko ni arata ake aria oenye arata ama, agathii akamuri kana he handu angiona wira wa gwiteithiria ciana ciake, agie na hinya wa mwiri na agie na hinya wa gucokeria Ngai ngatho. Kwa hivyo nimesikia vile mama amesema na amekupa ushauri, ni kati ya mama aliyejitolea, lakini kuna mahali amefinyika. Amejitolea kujinyima, amejitolea watoto wake waishi vizuri, amejitolea alipe nyumba, amejitolea kuuza ndizi, stoku yote ni shilingi 200, wakati mwingine inakuwa ngumu anauza hata 100, hata wakiwa na njaa mtoto mdogo anakula, hao wanakunywa maji walale. Nashukuru mama huyu ni kati ya wamama ambao wezi. Mama huyu. Na kuna wamama pia wanafika mahali analemewa kukaa peke yake. Ni vizuri anaweza kuwa na mtu ama akae peke yake alee watoto. Maana kuna mama anasema siwezi ishi peke yangu, lazima nitafute mtu ambaye ananisaidia. Maana mzee ameniacha, lazima nitafute mtu ambaye atanisaidia kulea watoto. Unaweza mshauri aje pia wewe hapo? Mimi nikiweza kumwambia katika maombi yangu nasemaka Mungu anisaidie, nisikue ati kila mtu anakuja kwangu ananiuliza mambo namna gani. Nasema Mungu amsaidie na aombe Mungu amsaidie kulingana na mapato yake,
afanikiwe na watoto wake. Kama ni kazi hii ya kuuza vitu, unaenda kwa soko, hata saa hii mtu anaenda kwa soko, ukiwa na kama ni hiyo stoko yangu ya 200, unaenda unachukua hiyo mandizi, kama ni mandizi, hata kama ni melon, unachukua ndoo, unaenda unazunguza. Hiyo utapata kitu mzuri kulingana na kutoenda kuzurura na wanaume. Kuna mtu pale nje anaweza taka kuwasiliana na wewe, kukuombea, si lazima pesa, kukuombea ama kukushauri ama chochote. Unajua namba yako kwa kichwa? Ndio. Unazowaambia tazamaji namba yako. Kuna yule mama anaweza taka kukushauri, kuna mtu ambaye pia anaweza kutaka kukufikia ama akutumie kitu, hata sabuni kwa simu yako. Unaweza wapatia namba? Ndio, naweza kuwapatia. Wapatie. Namba yangu ya simu ni 0743351909. Naweza rudia. Namba yangu ni 0743351909. Hiyo ndio namba yangu. Kwa majina? Kwa majina ni Lois Wanjiku Kamande. Amen. Kwa hivyo maeneo haya ni maeneo ambayo nimezunguka, hii siku ya pili, na najua kulingana na vile Joyce Kamanda amekuongelesha, wewe ni mtu ambaye una roho ya kusaidia, utamkumbuka umsaidie na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo kila chochote ulicho nacho ni vizuri ukaweze kumsaidia Lois, ili kwamba naye Mungu atakubariki. Si lazima pesa, hata katika ushauri unaweza kumpatia ushauri ili kwamba jamii ibarikiwe, jamii ikainuliwe. Nami kama mchungaji nitafanya jinsi niwezavyo, na kichache nilicho nacho, lazima mtoto huyu ambaye ni Faith aende shule. Kwa kichache niko nacho, lazima mtoto huyu aende shule, maana wangu akisoma ni lazima pia wake wasome. Na kama kuna mama pale, kuna yote ako pale, una moyo ambao pia ya kusaidia. Kwa hivyo msaidie katika maongezi, katika ushauri, na hata kama ni sabuni, hata kama ni stoko, nataka stoko yake iongezeke, itakuwa ni vizuri. Nitasimama na Faith pale naweza. Alafu pia hata kwa hii stock pia lazima nita chip in kwamba familia iongezeke na familia ibarikiwe. Niite Pastor Gershom Rubia, naye Bwana atakubariki, atakainua. Bwana, nasema ni asante kwa ajili ya familia hii. Unaenda kuwabariki, unaenda kuwainua, unaenda kuwafanikisha. Milango zao zikafunguke, njia zenyu zikafunguke. Wacha Lois Bwana akubariki, apanue mipaka zako. Usiwahi kosa, usiwahi kosa, usiwahi kosa. Akubariki na akuinue. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Amen, amen, amen. Unaweza semaje Lois kwa ajili ya mchungaji ama kunihusu kuambia watu watazamaji? Mimi kwangu nikishukuru juu hii ni mara ya kwanza kupatana na huyo pastor. Ningependa kumshukuru juu ya ni mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana wabariki na akawatende mema, na najua tunaenda mbali. Amen.